leo ninatamani sana tusikie kwa habari ya kusudi lako na ndoa yako. Kusudi lako na ndoa yako. Tunawezaje kuconnect hivi vitu, kusudi na ndoa? Na kuna watu wenye ndoa hapa ambao tayari wako kwenye ndoa? Amen, amen, amen. Yes, na mimi pia niko kwenye ndoa jamani. Kwa hiyo tutajifunza wote. Ninapofundisha huwa naamini Roho Mtakatifu anafundisha. Kwa hiyo usiangalie mimi, sikiliza kile Roho Mtakatifu anataka usikie. Basi kwa kuanza tu, kusudi lako na ndoa yako. Roho Mtakatifu leo ametaka kutufundisha somo hili ili tusaidie sisi ambao tuko kwenye ndoa, lakini wale ambao tunaelekea tuweze kujua vitu, kwa nini vitu hivi vina connect, kwa sababu gani vitu hivi viwe connected. Labda kwa kuanza niseme kusudi ni nini? Kusudi ni wazo la Mungu aliloliweka ndani ya mtu ili aweze kutimiza lengo lake, lengo la kumuumba huyo mtu. Kwa kila mtu aliyeko hapa duniani amebeba kusudi. Usijidharau hata siku moja. Kwa sababu huko duniani unapumua, Mungu ameweka kusudi ndani yako, na ndio sababu ya wewe kuwepo mpaka leo. Kwa lipo kusudi na lazima kusudi lako litimie, ndio maana upo. Uwe umezaliwa nje ya ndoa, umezaliwa ndani, umeokotwa, umeenda wapi, lakini as long as unaishi, kusudi lako lipo na Mungu anakutegemea. Yaani kuna sehemu pale mbinguni imeandikwa kusudi la fulani, labda let's say uuguzi, ameandikwa Ana. Kwa Mungu anakutegemea. Kwa jua kabisa umebeba kusudi na wewe ni wa thamani. Kwa kusudi kama nilivyosema ni lengo ambalo Mungu ameliweka ndani ya mtu ili aweze kutimiza makusudi yake hapa duniani. Lakini pia ni neema tofauti tofauti ambayo kila mtu amepewa kwa namna yake ili aweze kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa kusudi lina mambo mawili. Utatumika hapa duniani, lakini lazima lilete utukufu mbinguni. Hiyo ndio kazi ya kusudi. Ukisoma katika ile Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5, anasema neno la Bwana likamjia na kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa Mungu alimjua Yeremia kabla hata ya kuumbwa kwake, kabla hata ya kuja duniani. Kwa hata wewe na mimi, Mungu anatujua. Mungu kuna kitu ameweka ndani na anatutegemea. Kwa usikae kwa hasara. Wengi wamepoteza muda hapa duniani na wamekufa pengine bila hata kujua makusudi yao. Kwa kijana, unapoisikia sauti hii, tafuta kulijua kusudi lako ili kuhakikisha unamzalia Mungu matunda. Biblia inasema mtu usiozaa ukatwa na kutupwa. Maana kuna kitu Mungu anataka ufanye. Kwa anza kujiuliza, nimefanya nini mpaka sasa cha ufalme, lakini kwa ajili ya dunia hii pia. Ndoa ni nini? Ndoa ni makubaliano ya mtu mume na mtu mke kuishi pamoja. Makubaliano haya yanaweza yawe na mashahidi, lakini katika Ukristo sisi tunaamini kwamba ndoa ni agano la Mungu la watu kuishi pamoja, lakini ili liweze kuwa halali huwa linafanyika mbele ya madhabahu. Manake Mungu ndiye mwanzilishi wa hiyo taasisi ya ndoa. Na kwa sababu ndio mwanzilishi, kwa hiyo huwezi kusimama pale nje na mchumba wako ukasema jamani tumefunga ndoa mimi na fulani. Lazima muende kuthibitishwa madhabahuni. Kwa ndoa ni makubaliano ya mtu mke na mtu mume ambao wameamua kuishi pamoja mbele ya madhabahu kwa ukiri wao ili Mungu aweze kutukuzwa ndani yao. Ukisoma Mwanzo 2:24, Biblia inasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Unaona kabisa taasisi ya ndoa ilianza pale Eden. Mungu mwenyewe alianzisha kwa kusudi lake. Na ukiangalia kwa nini Mungu alianzisha taasisi ya ndoa, alianza pale ili aweze kutoa taswira ya utatu. Manake ndoa inatoa reflection ya Mungu, inatoa taswira ya Mungu kabisa. Kwa hiyo ni taasisi ambayo Mungu yuko nyuma yake, kwa sababu kupitia ndoa ndio tunaona makusudi mbalimbali. Kupitia ndoa ndio tunaona utimilifu mbalimbali ambao Mungu anataka kufanya hapa duniani. Na makusudi mengi yanaanzia kwenye familia. Kwa hiyo ndoa ina taswira ya Mungu 100%. Ni jambo ambalo tunaweza tukaliona la kimwili, lakini ni kiroho zaidi, kwa sababu Mungu alitengeneza kwa makusudi yake. Na ndio maana ukiona Mwanzo 1:28 anasema nendeni mkaongezeke mkatawale. Maana kutawala ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo kazi nyingi za Mungu zinakuwa reflected na watu kwenye ndoa.
Kwa hiyo kwa nini kusudi na ndoa yako? Manake pasipo kujua kusudi lako ni ngumu kujua umuoe nani au uolewe na nani. Na ndio maana leo tumepata changamoto nyingi sana kwenye ndoa. Unakuta daktari anaoa mke wa rubani. Unakuta mchungaji anaoa mke wa daktari. Mwinjilisti anaoa mke. Kwa hiyo inakuwa vurugu. Manake ile karama ya kukaa pale na kusaidia haipo. Na leo tumepata distraction nyingi, ndoa nyingi zinavunjika. Kwa nini? Kwa sababu watu wameenda tu kwa desturi na mazoea. Watu wameenda kuoa au kuolewa kwa kufikiri kwamba umri umefika. Lakini kumbe unaoa au kuolewa simply kwa sababu kuna kusudi la Mungu limebeba. Ni wakati, lakini kusudi la Mungu lazima litimie kwenye ndoa. Kwa tulioko kwenye ndoa na sisi ambao tunaelekea, lazima ya mambo mawili yasiachane. Lazima ujue nini kusudi lako hapa duniani ili uweze kujua unamuoa nani. Kwa kusudi kila mtu amelibeba. Ili uweze kutembea na kufanya vizuri ndani ya dunia hii, lazima uwe na msaidizi ambaye anajua kusudi lako ni nini. Lakini na yeye anatambua nini anatakiwa kufanya katika dunia hii. Kwa sababu kila mtu, mke ni msaidizi, lakini naye kuna kitu Mungu anataka afanye. Mungu naye anataka afanye, anamtegemea. Sasa nimesema kusudi, nimesema ndoa ni nini. Lakini kwa nini kusudi na ndoa? Nimesema kusudi na ndoa kwa sababu hivi vitu vinaendana. Watu wengi wamepoteza makusudi yao kwa sababu hawakuoa watu wa kusudi lao. Ndio maana Biblia inasema nitampa wa kufanana naye. Kufanana naye maana yake vision yako ifanane na ule mtu aikubali na awe tayari kuhakikisha unakwenda mbele. Kwa asipoelewa vision yako, ni ngumu sana wewe kuweza kuprosper. Ni ngumu sana kuweza kukaa katika kusudi la Mungu. Kwa lazima uhakikishe kwamba unalitambua kusudi. Maana wewe mwenyewe usipolijua kusudi, utamuoa yoyote. Naye hajui na wewe una kusudi gani, yeye mwenyewe hajielewi. Kwa hiyo mtakuta tu mnaenda, mnazaa watoto, mnapiga picha, mnakaa Facebook. Yaani maisha yanaenda hivyo. Mwisho wa siku mnapotea juu ya uso wa dunia, kusudi la Mungu linapotea, unakuwa mtu usiozaa. Kila mtu kwa level alionayo, Mungu anakutegemea. Mungu anakutegemea. Ndoa yako sio tu kwa sababu umri ulifika au kwa sababu ulimpata mwenzi wako. Kuna kitu cha kimungu kinatakiwa kuwa reflected kwenye hiyo ndoa. Kuna kitu. Kwa hiyo muulize Mungu, ambao tuko kwenye ndoa, uliza Mungu, mimi unataka nifanye nini? Kuna mwingine umepewa tu ndoa ili uwe mpatanishi. Kuna mwingine amepewa ndoa tu ili akae na amani na utulivu, awe muombaji, ili hiyo ndoa iwe mfano. Kila mtu asema bwana, ndoa ngumu, lakini mbona fulani anaenda? Kwa hiyo inawezekana ndoa yako ni ushuhuda tu. Kuna mwingine amepewa ndoa awe makimbilio. Kuna mwingine amepewa ndoa watu waje kumwambia, sio kwamba ana matatizo, anayo, lakini Mungu amempa msuri wa kubeba na kuyaombea. Kwa watu wakimuona wanatamani na wenyewe wamfikie yeye. Kumbe naye ana ya kwake. Na Mungu amempa kinywa cha kunyamaza. Wala hayasemi. Watu wanamuona na furaha siku zote. Mungu amempa huo msuri. Hakuna anayeweza peke yake kwenye ndoa pasipo Mungu. Kwa hiyo inawezekana hilo ndo kusudi Mungu amekupa. Kuna mwingine amepewa mke mtaratibu, muombaji, kwa sababu amejua mume aliyepewa ni mume wa aina gani. Kuna mwingine amepewa mume mtaratibu, sio kwamba huyo mume amewekwa hivyo alivyo kwa sababu ya huyo mke aliyenaye, lakini kwa sababu ya Mungu. Ili kuwe na utulivu, ili Mungu aweze kudhihirika na kuonekana, akae kwenye nafasi ya kichwa na Mungu aweze kujitukuza. Kwa kila ndoa imebeba kusudi la Mungu. Hakuna ndoa yoyote iliyoenda madhabahuni kwa mpango wa Mungu ikaenda nje ya kusudi la Mungu. Ukienda nje ya kusudi la Mungu, umepotea. Sasa kwa nini tulijue kusudi? Kwa nini tulijue kusudi kabla ya yote? Kwa nini tulijue? Ukisoma katika ile Mithali 29 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, naenda haraka? Kama naenda na haraka niambie. Lengo hapa ni tutoke tumeelewa. Kwa hiyo niambie. Mithali 29 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Mtu yoyote asiye na maono hawezi kujua nini cha kukataa, nini cha kukubali. Biblia ya Kizungu inasema without vision people perish. Unapotea bila maono. Ni sawa sawa na mtu aliyevaa vizuri na ajui anaenda wapi. Manake una vision, una maono, utaenda wapi?
Sasa kijana uliye hapa, mpaka sasa hivi natakiwa uwe na maono. Unajua mimi ni nani, mimi nataka kwenda wapi, na hapo ndio utaiamua safari yako. Unaendaje na unaenda na nani? Lakini kama huna maono, kama hujui kusudi la wewe kuletwa duniani, maana maono yanaletwa na kusudi. Kama hujui kusudi la wewe kuletwa duniani, ina maana bado unapuyanga, watoto wa mjini wanasema. Lazima ulijue kusudi ili usipotee, ili ujue naendaje, napita wapi, na nani anaweza akanisaidia kwenye ile kusudi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kusudi lako hapa duniani. Ni muhimu. Hakuna aliyeumbwa kwa hasara. Hakuna. Imekuwa ni rahisi tu watu kuchanganya professional na maono au na kusudi. Na sasa mimi daktari, lakini ukijipima na kujitazama kwa ndani, umekuwa tu daktari kwa sababu unapokea mshahara, unatamani kufanya kitu kingine. Siona mtu, kuna watu wale ikifika Jumatatu siku ya kazi anatamani alie, anatamani iwe Ijumaa. Maana yake upendi unachokifanya. Na maana sio call yako. Sio kitu ulichoitika. Na ndio maana leo unakuta kuna madaktari hawafanyi vile inavyowapasa madaktari kufanya. Kuna madaktari walioitwa, lakini kuna madaktari walioenda kwa sababu ya mshahara. Kuna walimu walioitwa kufundisha kama walimu ili watoto wavuke, lakini kuna walimu wako tu pale kwa sababu walikosa kazi. Kwa hiyo hawa watu wawili hawawezi kufanana. Hawawezi kufanana. Mwalimu aliyeitwa atakwenda kuhakikisha anamvusha mtoto. Mwalimu aliyekuja kwa sababu ya mshahara atasumbua. Ndio unashangaa mtoto anamaliza la 7 hajui kusoma. Kwa nini? Sio kauli yake. Haimuumizi, haimsumbui kuona mtoto hajui kusoma na yeye anaendelea kupokea mshahara. Kwa hiyo wito unasumbua ndani, unafukuta, unaumiza. Huwezi kutulia kama una wito. Kwa kila mtu ameitwa sehemu yake. Na tukilijua hili itatusaidia sana kutembea vizuri. Leo tumeoneana wivu, leo tumegombana, leo unatamani uwe kama fulani, lakini kumbe hujui kwa sababu tu hujui njia yako. Inawezekana yako ni bora kuliko ya kwake. Leo nimetamani niwe na gari fulani, niwe kama fulani. Kumbe wito wa kwako hauhitaji hata gari. Leo tumetamani vitu vya kifahari, lakini sio wito wako. Niliwahi kukutana na mtu mmoja na wito yeye wa kuombea nchi tu. Yaani sio kuombea nchi kukaa, kuombea nchi, kwenda kila nchi kuikanyaga kwa miguu yake. Kwa hiyo wakati sisi tumekaa, yeye yuko anatembea nchi nzima. Na ni kijana kama nyinyi. Yaani ni kazi yake mwaka mzima from January to December. Anatembea kila mkoa. Na alianza kwa ramani. Alisikia sauti ndani yake, akaangalia ramani, akaanza kwenda kila mkoa. Kwingine hakujua, anauliza, lakini alitii wito. Na sasa hivi yuko mbali. Sio tu kiuchumi. Mungu mwenyewe anajua anamlishaje. Kwa nini? Kwa sababu alitii. Maana sio rahisi kuambia wewe uombe nchi, sio tu uombe umekaa chumbani, unaombea kwa kutembea. Kama ni unaanza Januari, Tanga, Dodoma, Bukoba, mpaka uimalize Tanzania yote. Na ni kazi yake na anaifanya miaka yote. Kwa nini? Alitii sauti ya Mungu. Kwa hiyo inawezekana tuko hapa, kumbe wewe saa hizi unatakiwa uwe Singida. Umeshikilia udongo wa Singida, unatamka kwenye lango la Singida. Lakini huko hapa kila mtu anang'ania kuja Dar es Salaam. Umeisikiliza sauti ya Mungu kukwambia koli yako ni wapi? Inawezekana unapoteza muda hapa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kusudi. Ni muhimu. Nimewahi kukutana na mtu anapambana kwenda Marekani. Ana kila kitu. Kila kienda kuomba visa anarudishwa. Kila kienda, kumbe koli yake haikuwa kwenda Marekani. Alipokaa vizuri na Mungu, kaambia unapoteza muda. Wewe unataka uende mkoa fulani. Na amefanikiwa kule. Kwa kila mtu ana kitu chake. Kwa nini hatusikii? Kwa sababu miruzi ya dunia hii inatupoteza. Kwa nini hatusikii? Kwa sababu hatutaki kumtafuta aliyetuumba. Yaani ili uijue koli yako, lazima aliyekuumba usike. Lazima. Kuna vitu vitaashiria ndani, lakini lazima ukae na Mungu. Lazima ukae ili uweze kujua. Kwa hiyo ninapozungumzia maono, Biblia inaposema pasipo maono watu hupotea, maana yake utapotea kama hujui unaenda wapi. Huwezi kusema umefika, huwezi kujua umebakisha kilomita ngapi kwa sababu hujui unakoenda. Sasa kama hujui unakoenda, utajua ni mtu gani unatakiwa kuishi naye? Utajua umwambie Mungu nini? Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Sasa utamwambia nini Bwana? Tunapata mke mwema kwa Mungu, lakini utamwambiaje? Unaomba mtu wa namna gani?
Wewe utakaa tu kuomba mrefu, mweusi, mfupi, awe na miguu minene, awe na, yaani utaomba hizo vitu ambavyo ni physical. Hujui kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya wewe mtu, kwa sababu wewe mwenyewe hujui unaenda wapi. Kwa ni muhimu sana kabla ya yote kulijua kusudi. Kabla ya yote kulijua kusudi ili usipotee. Na hujachelewa. Kuna watu wamejua makusudi yao baada ya kustaafu. Kwa useme mimi nimeshachelewa tena jamii itakuwaje? Katika hii kama ubakisha miaka 5, 10, 20, 30, hapa alisema mchungaji kule kwenye ibada kwamba haijalishi Mungu akiamua kukufanya upya, anasema atarejesha miaka iliyoliwa na tunutu na madumadu, si ndio? Kwa Mungu anaweza kufanya lolote wakati wowote as long as uko kwenye njia sahihi. Labda utaniuliza, kwa nini niombe? Tumesema mke anatoka kwa Bwana. Kwa nini niombe? Lazima uombe. Lazima uombe. Biblia inasema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Lazima uombe. Huwezi kukaa tu ukasema mke anatoka kwa Bwana. Kwa sababu kama mke mwema anatoka kwa Bwana, ina maana usipoomba shetani atakuandalia mke. Kwa sababu shetani naye ni roho. Hana kitu kipya. Anachokifanya Mungu yeye anakopi na kupesta, anageuza tu. Kwa kama Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana, ina maana mke mbaya anatoka kwa nani? Kama mume mwema anatoka kwa Bwana, mume mbaya anatoka kwa nani? Sasa unafikiri shetani amekaa tu anakuangalia wewe unalala? Anakupachika mtu ambaye atakupoteza. Anakupachika mtu ambaye atakuvuruga. Je, kuna nyumba, kuna kipindi fulani nikiwa mdogo, mtu mmoja alikuwa anakuja anapaki kwetu. Anapaki tu na gari, anakaa mpaka saa 12. Kwa tukawa tuelewi. Kulikuwa na mti mkubwa wa mwembe. Nakumbuka mamangu alienda kumuuliza, "Vipi?" Akamwambia, "Yaani natamani tu nifike nyumbani mke wangu wao amelala." Sasa kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa sielewi, lakini sasa hivi naelewa. Yaani alikuwa anakaa pale ili ifike usiku. Ametoka kazini mapema, lakini hataki kwenda kokote, hataki kutenda dhambi, hataki kwenda baa kunywa pombe. Anaamua tu akae kwenye mti pale, anapiga usingizi wake, anashusha kiti. Kifika saa ngapi, anaondoka na rudi kwake. Sasa huyo mtu unategemea atakuwa na muda wa kuwaza vitu ambavyo ni productive. Atakuwa na muda wa kuweza kulitumikia kusudi. Maana ina maana mke sio supportive. Ndio maana aliamua akae chini ya mti. Kwa hiyo usipoomba ili umpate huyo mke mwema, shetani atakuandalia mke. Usipoomba ili umpate huyo mume mwema, shetani atakuandalia mume. Na ndio vita tunazoziona sasa hivi. Tunaoa tu kwa kuangalia physical appearance. Mtu anafananaje? Ana mrembo huyu. Nikipita naye washikaji wataona nimebeba kifaa. Si ndio unasema hivyo? Lakini kifaa kweli mbinguni kwenye ufalme? Au kifaa cha duniani utapata sifa, ndio watu watakusifia. Lakini baada ya muda mfupi unaanza kulia na kujuta. Kifaa kinaanza kukutesa. Au mdada anasema mimi nataka handsome. Zamani tulikuwa tunasema, mimi nataka mwanaume mrefu. Awe kama chocolate fulani hivi. Yaani unaanza kumdefine kama unaweza kumuumba. Unaanza yaani mrefu kidogo alipite na nini? Kama Mungu anakupangia kwako. Awe hivi, awe hivi. Sasa ingawa unampa hadi na mali, awe na gari. Ndio muongezea vitu. Lakini je, atakufikisha kwenye destiny yako? Atakufikisha kwenye kusudi? Haleluya. Amen. Tunaelewana? Vinaingia. Ninatamani hivi vitu viingie na vifanye kazi. Yaani ukitoka hapa leo usiwe kama jana. Uende ukaanze kutafuta purpose yako. Sawa? Kwa hiyo lazima ujue ili Mungu akupe mtu aliye sahihi. Ukiniambia kwa nini uombe, nitakwambia uombe kwa sababu kwanza unalijua kusudi. Ili uweze kutembea lazima umwambie Mungu kile unachotaka. Biblia inasema ukiomba lolote tutafanyiwa na Baba wa mbinguni, si ndio? Kwa mwambie Mungu, Mungu mimi ninasikia kuwa daktari. Mungu mimi ninasikia kuwa mchungaji. Ninaomba unipe kufanana naye. Atakupa. Mungu sio dhalimu. Mungu sio dhalimu, atakupa yule wa kufanana naye. Lakini ukienda kwa macho yako, ukienda kwa physical appearance, shetani atakuandalia mke. Maana shetani kazi yake ni kuharibu. Kwa hiyo usije ukakaa ukasema wewe unahama makanisa tu. Leo hapo unachungulia hapo kuna wadada wangapi. Unatoka kesho unaenda kanisa hili. Kesho kutwa uko kwa nani?
unatafuta mke. Mke atafutwe hivyo. Mke anatafuta kwa Bwana. Kwa ni muhimu mabinti wao wanajua wao wanakuja tu kuchukuliwa. Sisi bwana tukae tu, mtu atatokea basi huyo. Hakuna, lazima umpate mtu wa kusudi lako. Kwa sababu na wewe umebeba kusudi. Ni msaidizi ndio, lakini unalo kusudi Mungu amekupa kulifanya. Kwa hiyo ili iweze kutimia, lazima upate mume atakaye kuelewa. Wakati unamsaidia kama msaidizi, lazima na wewe akuelewe. Aelewe kwamba na wewe umelibeba kusudi. Ukiangalia katika kitabu cha Esther unaona pale. Esther sura ya 5 mstari wa 2, lakini Esther 4:13 mpaka 14. Esther aliolewa baada ya Vashti kutoka kwenye ndoa yake. Esther akuolewa tu kwa sababu ilikuwa ndoa. Ndoa ya Esther ilibeba kusudi. Ndoa ya Esther ilibeba kusudi, na ndio maana alipata kibali. Kati ya warembo wote waliopita mbele ya mfalme, Esther alikuja. Akapata kibali kwa mfalme Asuero, akaolewa. Alipoolewa Esther, lakini kumbe kulikuwa na wakati ambao Mungu alimketisha kwenye hicho kiti. Lakini Esther hakwenda tu izembezembe. Hakuuendea wakati kiasarasara, aliomba. Ukisoma kile kitabu cha Esther pale, Biblia inasema kabisa kwamba Esther 4 mstari wa 13 na 14. Kuja tupite hapo kidogo. Ukisoma ile historia ya Esther unaona namna ambavyo Esther aliingia kwenye ndoa, lakini Esther nyuma yake kulikuwa na watu wengi. Na hata ilipofika Wayahudi wanataka kuuawa, Esther alitumika kama daraja ya kuwasaidia kupona. Kisoma mstari wa 13, Mordekai anawaagiza wampelekee Esther jibu baada ya malumbano marefu. Mordekai anamwambia hivi, kuna mbiu imepigwa huko kwamba tunatakiwa kuuawa. Lakini Esther naye anasema siwezi kwenda kwa mfalme kwa sababu kuna utaratibu. Lakini mstari wa 14 anasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapotokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati huo? Hapa ndipo kusudi la Esther lilikuwepo. Yamkini Esther alifikiri yeye yuko salama, lakini au alifikiri kwamba ameenda tu pale kwenye ndoa. Alienda kwa sababu ya wakati huu, kwamba ikifika wakati Mungu amtumie. Kwa kila mtu amebeba kitu. Kila mtu ukisoma kwenye Biblia utakuta kina Rahabu, kina Dorcas, watu wamebeba makusudi. Hakuna mtu ambaye hana kusudi. Kwa unaona Esther anaambiwa, unajuaje kwamba ukujia ufalme kwa wakati huu? Wewe unakataa, unasema utaratibu uniruhusu mpaka mfalme anioshe fimbo. Lakini alivyoambiwa hii sentence, akaona akili ikaklik. Watuma watu, akamwambia mwambieni Mordekai awaambie watu wote wafunge. Na yeye akaingia kwenye kuomba. Na alipoomba baada ya siku 3 alipata kibali mbele ya mfalme. Kwa nini? Mfalme ndio yeye tunasema wa kufanana naye. Aliomba, na kwa sababu aliwekwa kwenye ndoa kwa kusudi na alijua apite njia gani, kwa akajua sasa ni wakati wangu wa kuhakikisha watu wanakombolewa. Na atakaye nisaidia ni huyu mume niliye naye. Kwa hiyo akaitumia nafasi yake vizuri. Na mwisho tunaona pale Wayahudi wanapona. Kwa hiyo binti unayenisikiliza, usije ukafikiri wewe unakaa tu kama uje uchukuliwe na yoyote. Hapana. Lazima umpate mtu wa kufanana na wewe. Inawezekana Mungu amekupa kazi ya kulea yatima. Unajua kuna watu ni walezi by nature. Hujawahi kuona mtu kila akienda kwenye msiba kijijini anarudi na mtoto. Mpaka unashangaa vipi? Yaani nyumba imejaa watoto wa watu. Ni kitu hicho ambacho Mungu ameweka ndani ya mtu. Akienda hapo mtoto bwana amekosa mtu wa kumlea, nimeona tu ni mbebe, anamchukua. Anakuja tena anamchukua mwingine. Yaani yeye nyumba imejaa watoto waliofiwa. Kila akienda kijijini. Kwa sasa kama una mume ambaye anaweza kuelewa, hilo kusudi haliwezi kutimia.
Kwa hata wewe muombe Mungu akupe mtu wa kusudi lako. Pamoja na kwamba wewe ni msaidizi, Mungu akupe mtu wa kusudi lako. Isitokee ukaolewa na mtu ambaye mtapishana. Na vyote vinawezekana kwa sababu Mungu anatusaidia katika kuomba. Anasema Mungu sio dhalimu. Huwezi kumuomba mkate akakupa nini? Jiwe. Ukiomba baada ya kujua Mungu ameniita kuwa nani, lazima akupe kile kitu ambacho Mungu anataka upewe. Kwa mabinti mlioko hapa, usisubiri tu ukawa umekaa tu, mimi ngoja nisubiri bahati yangu. Hapana, unaomba ili aje mtu sahihi. Na akija mtu sahihi, amani ya moyo itaamua ndani. Kwa kijana pia, lazima upate mtu sahihi. Usiangalie physical appearance. Angalia nimebeba kusudi gani, na je, mtu huyu atanisaidia kwenye hichi ambacho Mungu amenipa? Lakini kaa magotini, mwambie Mungu, nataka mke wa kufanana naye ili uweze kutembea kwenye kusudi la Mungu. Kwa lazima tumuombe Mungu. Sisi tunamwamini Mungu, lazima tumuombe Mungu ili ndoa zetu zibe ushuhuda. Leo tumepata changamoto nyingi kwenye ndoa kwa sababu tumeingia bila kumshirikisha Mungu. Wengi sasa hivi ukiingia kwenye maharusi, hata mabinti ili kikanao na vijana, kumbe niambie bajeti yako, bajeti yangu kama milioni 25 au milioni 50 au milioni 100. Kwa hiyo unaweza ukaona, nikamwambia sadaka ulioandaa kwa ajili ya ile agano uliweka shilingi ngapi? Nyaipo hata siwezi kusema. Unaona, watu wanaandaa mambo ya mwingine. Hakuna agano linaloenda bila sadaka. Halipo. Ndio maana nasema muoe mtu sahihi na Mungu ahusike, mtajikuta mnatembea kwenye usahihi. Mnashauriana mambo yaliyo ya maana. Itakufaa nini leo ukakae kwenye ukumbi wa mamilioni alafu ndoa baada ya mwaka mmoja, miaka miwili imekwisha? Itakufaa nini? Kwanza umemdhalilisha Kristo. Maana ulienda madhabahu, na ndio maana padri pale au mchungaji akibariki ile ndoa anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asifanyaje? Asikitenganishe. Maana sio yeye ni mwakilishi tu pale, ni wakili. Na ndio maana usikii mchungaji amevunja ndoa. Usikii. Hata makanisa huko wakienda wanaambia nendeni mahakamani. Nani anataka hiyo dhambi? Hakuna anayetaka. Kwa ili tusifike huko, lazima Mungu ahusike. Lazima tuombe kuanzia mwanzo, Mungu ahusike ili tuweze kutembea na Mungu akatukuzwe. Kwa sababu lengo la Mungu kwenye ndoa ni yeye kutaka kujidhihirisha. Sasa Mungu asipodhihirika, ni jina la Bwana linatukana. Leo unakuta wanaoongoza kwa talaka wengi ni Wakristo. Na ukimuuliza mtu ana miaka 3, mwaka, anataka kutoka. Kwa nini? Kwa sababu ameingia na kuona kwamba hakuingia sehemu sahihi. Au waliingia tu kwa matamanio ya mwili. Kwa baadaye unakuta wanashindwa. Maana ndoa ni kusudi, lazima Mungu ahusike. Huwezi kwenda madhabahuni alafu baada ya pale una invest kwenye vitu ambavyo haviko katika Mungu wa roho. Ni vizuri kuwa na ndoa nzuri kwa sababu ni kitu ambacho tunasema kwenye maisha ya mwanadamu kuna sherehe 3: kuzaliwa, kuolewa na kufa, si ndio? Kwa hiyo sasa ni vizuri kuwa na harusi nzuri na nini, lakini angalia unalifanyaje agano lako. Ukisoma ile Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa sadaka, ili mbingu zikafanyaje? Zikatangaze haki, maana Mungu ndiye hakimu. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Unapoenda kwenye ndoa ni agano lile. Umeachilia sadaka. Leo nimeshukuru Mungu kuona watu pale wanaachilia sadaka kwa ajili ya anniversary. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Na ninawapongeza kwa sababu unaachilia sadaka. Ungeweza kuamua tu kwenda beach ukakaa na mpenzi wako, maisha yakaendelea. Lakini umejua kwamba ni agano. Unamshukuru Mungu kwa hiyo miaka ambayo amekupa. Kuna watu wameolewa leo, baada ya miezi 6 mume amefariki au mke amefariki. Kwa hiyo ni vyema kumshukuru Mungu. Lakini unaanzaje? Mwanzo wetu sadaka tunaiangalia. Utavaa gauni la milioni 8, sadaka unakuja kuweka kwenye bahasha 10,000 ya ndoa. Huwa nasemaga katika kitu ambacho ni kigumu na Mungu alituamini ni sisi kupewa agano la ndoa, kwa sababu sehemu zote tunasoma afu unapata certificate, lakini kwenye ndoa unapata kwanza
unapewa cheti pale na unakipeperusha vizuri, ujue Mungu amekuamini. Unakuwaje certified wakati hujaenda kuishi? Kwa Mungu amekuamini sana. Kila siku ya Mungu natakiwa umuulize Mungu, uliniamini ukanipa hiki cheti, naendaje leo? Mungu uliniamini ulikanipa hiki, naendaje? Kwa sababu pasipo wewe mimi siwezi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapoendelea kujifunza, kujua kabisa ndoa limebeba kusudi la Mungu, na lazima tuombe, na lazima tusimame kwenye kusudi ambalo Mungu analitaka. Na wakati tunafanya agano, lazima Mungu awe namba moja. Tupande sadaka njema kwenye harusi zetu, kwenye ndoa zetu. Tuna invest sana kwenye harusi, lakini kwenye ndoa hatu invest. Tunaacha tu, na mara nyingi tunamshirikisha Mungu siku ya ndoa, ya harusi. Baada ya hapo kila mtu aendelea na shughuli zake. Hatukumbuki tena kuendelea kuombea ndoa zetu ili Mungu aendelee kutupa maarifa ya kuboresha na kuwa bora zaidi, na Mungu aweze kutukuzwa. Kitu kingine ambacho natamani tukijue, nafasi. Mungu ametuamini sana kwenye ndoa. Na ndio maana ukisoma ile Mwanzo 27 anasema Mungu akamuumba mtu mke kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo reflection yetu sisi ni Mungu. Mke, mume ni Mungu. Mwanzo 1:27. Na Mungu amethibitisha zaidi kwenye ule mstari uliofuata wa 28. Anasema akawabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Hizi zote ni tabia za Mungu, kuongezeka, kutawala. Kwa Mungu anataka ione reflection yake kwenye ndoa zetu. Mungu anataka kuona kukua, Mungu anataka kuona kutawala, Mungu anataka kuona kuongezeka na kuijaza nchi, kwa sababu kazi ya uumbaji ni kazi ya Mungu pia. Kwa anatamani kututumia sisi. Je, tumekaa kwenye kutumiwa? Kwa lazima kwenye ndoa tujiulize, tunatembea vile Mungu anavyotaka? Tumekaa, ambao tuko kwenye ndoa, tumekaa kwenye nafasi zetu? Mke umekaa kwenye nafasi? Mume umekaa kwenye nafasi? Kwa sababu ili Mwanzo 1:28 itimie, lazima Mungu awakute kwenye nafasi. Ili kuwepo kuongezeka, ili kuwepo kuzaliana, ili kuwepo kuijaza nchi, lazima mkae kwenye nafasi. Ukiangalia kwenye bustani ya Eden, kila jioni Mungu alikuwa anaenda kuwasalimia Adam na Eva. Lakini siku ambayo walitenda dhambi, walikimbia. Adam alitoka kwenye nafasi yake. Na ukisoma ile Mwanzo, nafikiri Mwanzo 3:9, Bwana anamuita Adam, anamwambia uko wapi? Amuoni, ametoka kwenye nafasi. Na hii imekuwa kiasi kubwa sana sasa hivi. Wanaume wengi wametoka kwenye nafasi, wamekuwa vichwa. Kwa hiyo imekuwa vice versa. Kwa hiyo imekuwa vurugu. Hakuna ndoa tena. Mama anataka awe baba, baba naye ameondoka zake. Sasa mwanamke anajifanya mwache aendelee na maisha yake. Na mwisho wa siku imekuwa vurugu na jina la Bwana linatukana. Ili baraka za Mwanzo 1:28 ziweze kutimia, Mungu anatamani akuone baba kwenye nafasi yako. Haijalishi kipato ulicho nacho, haijalishi elimu ulio nayo, as long as unalijua kusudi ambalo Mungu amekuleta nalo hapa duniani, lazima ukae kwenye nafasi. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu akutumie. Ukiondoka kwa sababu tu mke wangu anayeviera vyake, mwache aendelee kufanya majukumu ya baba, tayari umeshatoka kwenye nafasi. Kwa kiwango, hata kama mwanamke anayekuzidi pesa, komaa, lazima ajue wewe ni baba. Sio kwa kufoka, hapana, kwa kukaa kwenye nafasi, kwa kuomba Mungu, kwa kuwa kichwa, kwa kuhakikisha kwamba unamsikia Mungu. Manake Mungu akija kwenye familia yako, anataka kuone wewe. Ndio maana kwenye Biblia tunaonyeshwa Mungu anamtafuta Eva. Anamtafuta nani? Adamu. Anataka kuone baba umekaa pale unamsikia, ili aanze kutelemsha hayo maono. Wewe sasa na msaidizi wako mmefanyia kazi. Lakini akikukosa inakuwa vurugu mechi.
Mama unamkuta ndo anaanza kuamrisha, fanya hivi, fanya. Kwa nini? Kwa sababu umetoka kwenye nafasi. Kwa wanawake wameumbwa kutii nafasi hizo. Wanawake wameumbwa kutii. Leo wanawake hawataki kutii. Bwana wewe usawa. Hakujawahi kuwa na usawa duniani, asikudanganye mtu. Ukianzia tu kwenye physical appearance yenyewe ni tofauti. Ikifika hapa sasa hivi tunataka kusukuma lile gari hapa. Wakina nani wataenda? Si wataenda wanaume. Sasa usawa unatoka. Hakuna. Mungu hakuwa mjinga. Mungu alimpa kila mtu nafasi yake ya kufanya kazi, lakini sio kwenye mlingano ambao tunataka kuuweka. Mwanamke lazima ukae. Ukisoma kwenye Biblia ya Yeremia anakuambia niitieni wanawake waombolezaji. Kwa nini akusema wanaume waombolezaji? Waombolezaji ni wanawake. Maana kila kitu kimepewa mtu kwa jinsia. Mungu aliyegawa majukumu. Kwa kuna nafasi hizi ni mama tu lazima akae. Ndio maana hata ukisoma kwenye malezi amepewa mama zaidi. Baba anatakiwa ashiriki, lakini zaidi ni mama. Ndio maana nasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Mama, kwa sababu utarudi kwa mama. Wewe ndo utalia naye. Kwa Mungu atusaidie tunavyosikiliza. Mungu atusaidie tunavyojifunza. Wanawake tukae kwenye kutii. Wanaume mkae kwenye kuwapenda wake zenu na kukaa kwenye kuyafanya yaliyo majukumu yenu. Vijana mnaonisikiliza, hii dunia imetupeleka kwenye kupambana. Lazima tupambane, lakini kwenye kupambana kwetu tupambane katika kweli. Tusimkosee Mungu. Yako mambo mengi ambayo unaweza kufanya kupata fedha kama umekaa na kumsikiliza Mungu. Usiingie kwenye vitu ambavyo vitakufanya ulete uharibifu ndani. Simply tu kwa sababu unataka kuonekana na wewe una gari. Simply kwa sababu unataka kuonekana na wewe una maisha fulani. Usije ukaikosa mbingu kwa sababu ya kupata gari. Na gari kama sio ya Mungu ikikuua kesho, kuna faida gani? Watu leo wameingia kwenye vitu vya ajabu. Simply tu kwa sababu wapate fedha. Fedha na mali hutoka kwa Bwana. Kwa ukikaa vizuri na Mungu, atakupa kwa uwezo wako. Maana yeye alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Yaani hii ndio sababu ya wewe kuwepo. Usije ukafikiri umeletwa hapa ule maembe uvune maembe uondoke. Lazima kuna kitu unataka ufanye. Kipo kule mbinguni kimeandikwa, James huduma, fulani sifa. Kila mtu ameandikiwa kitu chake. Kwa lazima ukijue. Na kukijua tu sio rahisi. Lazima uingie gharama ya kumwomba Mungu. Namba 1. Ndani yako wewe lazima ujitazame, ujimulike, uone ni kitu gani ambacho unakipenda kukifanya kwa moyo. Yaani mimi kwa kweli nikifanya siwezi kulala mpaka nikamilishe. Yaani kinakupa raha. Wewe umepewa hela au hujapewa, yaani unakifanya kinakupa raha. Kama nilivyosema mwanzo, kusudi ni kitu ambacho mtu ameumbiwa ndani. Mungu amekiweka. Kwa kiko ndani yako. Ili uweze kukijua lazima uwe na utulivu, alafu usikie sasa. Ndio maana nimesema sikia ndani yako ni kitu gani ambacho mimi hata nikiamshwa saa hizi, hata kama unafanya kitu kingine, lakini kuna kitu fulani unatamani. Ukikaa ukasikia utajua mimi nataka kwa. Vinaweza vikaja vingi lakini ukapata utulivu wa kutosha, utasikia nini unataka ukifanya ndani. Na kwa moyo, yani ulazimishwe, hakusukumi mtu, unakwenda mwenyewe na utahakikisha kimefanikiwa. Kitu gani? Kuna mwingine anapenda tu kuimba. Yaani akiwa bafuni ataimba, akienda kwenye TV ataenda kuangalia watu wanaoimba, yaani bado sauti yake iende, atafuata si mambo ya tone, si nini, yaani hivyo. Atahangaika tu na hilo jambo. Kwa unakuta kabisa kumbe hapo kuna kitu. Yaani anaweza kaimba, akatafuta waimbaji, yaani akahangaikia hicho kitu hata kwa gharama ili mradi akijue. Kwa kitu cha namna hiyo, kila mtu anacho. Angalia. Kuna mwingine tu anapenda ufugaji. Yaani akiona kuku hata kama ni wajirani, atawekea hata maji hata kama wamuhusu. Kuna kijana mmoja alikuwa akifikaga kwangu kipindi fulani. Mimi napenda kufuga kuku. Akifika tu nilimkaribisha tu anaenda bandani. Kama hata kuingia ndani. Nikamwambia wewe una passion kwenye kitu. Na sasa anafuga paka mambuzi manini anafuga.
Akifika tu atawekea kuku chakula. Anasema hawa wanaiki, yani atakuwa ameshagundua kila kitu. Hiyo ni passion. Kwa ni kitu ambacho anakipenda, wala umforce, umlazimishi. Kwa lazima uangalie ndani yako. Hiyo namba 1 nimesema, passion. Kwa lugha nyepesi ya kitaalamu, passion wanasema kitu gani unakipenda, yani unakipenda, ukilala unatamani ukifanye. Lakini pili, kitu gani kinakupa mzigo? Kitu gani kinakupa mzigo? Yani kinakusumbua. Kuna mtu mwingine tu akipita akiona watoto wale ombaomba inamsumbua, anatamani sijui watoto ni wapeleke wapi, labda wangetafutiwa sehemu. Yani kinakuwa kinakuhangaisha ndani, hakuna kutulia. Nini kinakuhangaisha? Nini kinakuhangaisha? Kwa kinachokusumbua ndani. Mwingine akiona tu labda akiona kuna mtu mmoja alikuwa anasema anasumbuliwa sana akikutana na makahaba wamekaa kule. Kwa hiyo akaanzisha huduma, anawatafuta, anawapa semina. Na anafanya kwa moyo. Kwa kitu ambacho kinakupa mzigo, unatamani uone kimebadilika, ni kitu gani? Kaa ndani muulize Mungu. Lakini uwezo wako, jambo la 3, uwezo wako ni nini? Uwezo sio professional. Uwezo ni kipawa ambacho Mungu amekupa. Uwezo ni kipawa. Unaweza kukuta tu mtu ni labda anaweza akawa labda anataka kutengeneza tu gari, lakini halali mpaka kisha gari yani halali. Atapambana na kijana pale kwangu, yani gari ikiwa na shida anaweza kakesha nayo mpaka tunamwambia kapumzike. Lakini passion yake. Kwa mpaka kusoma ameenda huko. Yani yeye gari yote hata akisikia tu mlio anasema hii gari ina shida. Yani ataanza kuifungua. Yani hakuombi chochote, atafanya hiyo kazi mpaka utamshangaa. Mpaka unamfukuza. Kipawa. Kama nilivyosema, mwingine uimbaji, mwingine ufugaji, mwingine tu kulea yatima, mwingine tu kuona wagonjwa. Niwahi kukutana mtu mmoja, yeye kila asubuhi anabeba uji, anapeleka kwa wagonjwa ambao hawana watu. Nijifunza kitu kikubwa sana. Anabeba uji kabisa, machupa na machupa, anawagalia watu. Haamshwi na mtu, na anaenda ile saa 11 amefika pale. Nilikuwa namuuguza babu yangu kipindi hicho, akawa anakataa kila kitu nilicholeta. Akanimiminia ule uji, nikamwambia ni shilingi ngapi? Akasema hapana, mimi siuzi. Mimi ndo kazi yangu. Hivi nafikiri mtu kama huyo Mungu anamuondoaje duniani? Hawezi kumuondoa. Hata wakupige vita lazima, kwa sababu ni kitu ambacho yani alimtafakarisha njia nzima. Kwa hiyo unaweza ukaona kusudi halilazimishwi. Yani unajikuta tu wewe mwenyewe ndani yani ndani ya kutulia unatamani ufanye hicho kitu. Imagine sasa huyo mtu anatoka asubuhi kwake, anakuja anagawa uji, anaondoka, anaenda kazini. Na sio kama leti ni mtu wa labda wa hali ya kawaida. Yaani ni mtu kabisa anabeba machupa kwenye gari. Na ndio huduma yake anifanya kila siku. Huyo Mungu ataacha kumbariki? Lazima mbariki. Kwa lazima utafute na wewe ni nini Mungu amekupa. Kuna wengine wanaenda pale hospitali, kuna wagonjwa pale wametelekezwa, hawana watu kabisa. Mtu anakaa miaka na miaka. Lakini nani wa kumtia moyo? Inawezekana uko hapa unasubiri ukamtie moyo kule. Maana tunasikiaga wengine wamejirusha kwenye magorofa, unakuta familia imemwacha. Inawezekana Mungu amekupa karama ya kutia watu moyo tu, lakini umekaa kwa sababu hujui. Inawezekana watu wanajinyonga, kumbe ndio kazi yako. Sasa lazima ukae uulize, umwambie Mungu nini ambacho umenipa. Lakini kitu namba 4, angalia kitu ambacho tumeanza nacho kule mwanzoni, kinachokusumbua, ambacho una passion nacho, ambacho unaona ni kipawa chako. Je, kina faida gani katika dunia hii? Kinahitajika?
kusudi lolote lazima kuwe na uhitaji. Maana ndio gepo ambalo Mungu amekuumba wewe uje ulifeel. Ndio maana kuna watu wamekuwa wachungaji, kuna watu wamekuwa waimbaji. Maana hakuna mchungaji kama mwimbaji hayupo. Ibada inogi, si ndio? Kuna mtu tu anaenda anakaa barabarani anaweka speaker lake anaongea. Unafikiri ni kazi rahisi? Sio kazi rahisi. Unashangaa. Huyu mtu anawezaje? Tena wengine saa nyingine huwa wana wakejeli. Unaye vipi jamaa apiga kelele hapa? Sio kitu rahisi. Kuchukua tu speaker na kwenda kunanipa. Kwa dada mmoja anaitwa nani? Sio kama mnafuatilia kwenye mitandao. Anaitwa nani? Yeye huwa anapaki gari yake pale anaanza kuhubiri. Anaitwa somebody nani sijui. Ni Catherine. Sio Catherine, kuna mwingine. Kuna mwingine bila amenyoa nywele hivi. Anapaka yeye na sio kama ana njaa anataka hela, hapana. Anafanya kazi ya Mungu. Anapaki pale, anaanza huduma. Anahubiri na watu wanakuja, wanaokoka, wanaondoka. Sasa huyu asingeitikia wito. Ndio hapo nakwambia lazima uconnect wito wako na mume uliye naye. Kwa sababu mume mwingine asingeweza kuelewa. So yaani unaenda unanidhalilisha mimi? Unapaki gari unaanza kupiga kelele. Lakini amepata mtu ambaye ameelewa kwamba ni mke, ni msaidizi, lakini ana sababu na yeye kuwepo duniani. Anaenda kuokoa roho za watu, anaitangaza Injili. Lakini wewe na mimi tuko hapa leo. Kusudi lako ni nini? Ili swali kama hujalijua bado jiulize. Na kama unalijua boresha, lifanye kwa bidii kama una kesho. Maana yake ujue umebakisha siku ngapi. Ujue una watu wangapi unatakiwa wafikie. Kwa hakikisha unalijua kusudi ambalo Mungu anataka ulifanye hapa duniani. Usipoteze muda, usizurule. Hatuna huo muda. Anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache. Chache sana. Unaweza kuona hii Mungu ametupa hii miaka 40, 50, lakini kuna vitu vingi utakuwa ufanye. Hata huo muda utoshi. Wakati mwingine nikimtafakarigi Mheshimiwa Magufuli, nasema inawezekana aliona muda mbele yake. Ndio maana akaenda kwa speed alikuwa anaenda. Kwa hiyo unaweza usijue ukakaa umerelax tu. Uombi, ufanye chochote, wewe unasubiri mambo yatokee. Lazima ulijue kusudi. Na dunia tunayoiendea, watu wenye vipawa ndio wanaofanikiwa. Na Biblia inasema hivyo. Kwenye kipawa cha mtu ndiko kuna kufanikiwa. Wengi tuko kwenye kazi ambazo hatuzipendi, wengi tuko kwenye shughuli ambazo hatuzipendi. Kuna mtu mmoja aliwahi kushuhudia, anasema alioteshwa mara ngapi, anaambiwa fungua genge pale. Sasa mimi na genge, yani anajiangalia na degree yangu. Akakata ndoto ikaja na degree yangu. Hakujisumbua kuomba ili Mungu aweze kuconfirm. Akakaa baada ya miezi 6 anasema mtu alifungua genge pale karibu yake. Alivyofungua genge akaona yule mtu anazidi kuprosper, kafungua genge lingine, kafungua genge. Kwa hiyo amekuwa na magenge na anaendesha na gari. Sema mimi yani ile Mungu alinisemesha kabisa. Ukutii, ulidharau genge. Unataka vitu vikubwa kwa sababu una cheti chako, una degree yako, unataka uendelee kuzunguka. Kuna watu wako wanaomba, mtu anaomba application, ameandika application miaka hata 10, amekazana. Hivyo wewe ushtuki. Inawezekana kuna kitu Mungu ameomba. Kwa nini utaki kwa nini hujui? Kwa sababu hujapata muda wa kumuuliza Mungu. Lazima muulize Mungu, mimi umenisomesha mpaka hapa, umenitunza mpaka leo. Kwa nini sipati kazi? Hata kwambia tu. Inawezekana hilo sio cha kwako. Kuna shuhuda moja niliwahi kusikia, mtu mmoja aliomba kazi muda mrefu sana. Nasema mambo political science degree. Akawashirikisha watumishi fulani. Akamwambia, wewe hujaitwa kwenye kazi. Wewe umeitwa uwe fundi cherehani. Sasa fundi cherehani? Akasema akadharau. Akamwambia sisi ndio tumekuambia hivyo, tumeomba Mungu atuambie hivyo. Kwa hiyo ukitaka chukua, ukitaka acha. Akakaa mwaka mmoja. Endelea kuapply. Hakuna kazi ilipatikana. Baadaye akaamua tu kwenda kwa mtu anayeshona, akaanza kujifunza. Akajifunza kama sasa hivi ana maduka ya kushona huko Sinza. Na anapata hela kweli kweli. Mpaka anajijutia ile miaka 6 ambayo ilikuwa nyuma yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwa nini amepoteza muda wote? Kwa sababu hatujipi muda wa kumsikiliza Mungu. Tunaenda kwa vision zetu. Umeona
Kwa hiyo kwa sababu hatujipi muda, haleluya watu wa Mungu, lazima tujifunze kumsikiliza Mungu. Lazima tujifunze kujiuliza, Mungu umenileta kwa sababu gani? Na kitu ambacho Mungu atakuthibitishia usikidharau, kifanyie kazi. Kifanyie kazi. Sema, unaambiwa genge, mbona fulani kaweka genge pale hata auzi? Wewe achana na fulani. Mungu amekwambia wewe kafanye. Mbona wewe anashona pale? Achana na huyo. Wewe fanya, kwa sababu inawezekana wewe sio cha kwake. Kwa hiyo lazima ulijue kusudi lako ili Mungu aweze kukutumia. Nje ya kusudi hakuna mafanikio. Nje ya kusudi ni kupoteza muda. Nje ya kusudi ni maumivu. Ndio maana leo tunakuta watu wanaiba, mtu yuko benki anaiba. Yaani Mungu akumtengeneza wewe kuziona fedha zinaangalia pale. Ataingia tu kishawishi. Leo watu wanaiba hadi makanisani sadaka. Hakutengeneza wewe kuwa mhasibu. Atakaje hapo? Lazima alete uharibifu. Maana mtu ambaye anakaa na fedha lazima awe na moyo wa kujizuia. Kama ana ni shida. Kwa lazima tujue kusudi. Kwa kwanza nimesema angalia ndani yako ni kitu gani unakipenda. Lakini pili nimesema kitu gani kinakusumbua, kinakupa mzigo. Tatu, uwezo na kipawa ambacho unacho. Na nne nimesema angalia hicho kitu, uhitaji wake hapa duniani kinahitajika. Lakini cha tano ninachokiongezea, ukishapata hizo nne, kaa magotini sasa, Mungu akupe namna ya kuenenda. Wengi tumekuwa na vision, lakini tunaendaje? Unajiendea tu. Mtu anaanza maono yake leo, kusudi lake leo, kesho anataka awe kama wahudumu fulani, awe na maisha ya juu. Mwisho wa siku unakuta unapotea kwenye kusudi, unaingia kwenye vitu ambavyo havimstahili Mungu ili tu na wewe uonekane kama fulani. Kwa sababu kila kitu ni wakati. Kila kitu ni wakati. Kwa lazima kuna wakati wa kulianza kusudi, kuna wakati wa kujifunza, kuna wakati wa Mungu kukuletea watu na kuhakikisha unatembeaje, na kuna wakati wa kuinuka na kustawi. Kwa lazima ukubali kupita huko kote. Vijana wa leo unataka tu leo uanze kusudi lako, kesho wengine wanataka kuwa Diamond, mwingine anataka si kuwa mwimbaji gani, mwingine anataka kuwa kama Paul Clement. Alipita hizo nyakati mpaka akajulikana. Mwingine anataka kuwa daktari bingwa, lazima upite nyakati. Ukiona mimi call yangu ni kuwa daktari, kuna nyakati za kujifunza, ukutane na experience nyingi, zikujenge, zikufinyange, zikuvuruge mpaka ufike sehemu upate sasa kitu chako. Wakiita daktari bingwa unatoka pale, unatoa experience yako kama mtasema hii kweli, huyu daktari bingwa. Kwa lazima ukubali. Kuna mwingine ameitwa kuwa mpishi, yani akiweka tu mkono wake kila mtu anatamani kula hicho chakula. Lakini ili uwe mpishi bora kama wapishi ambao leo unaona unaitwa kwenye masheria ya serikali, lazima kuna nyakati upite. Kuna siku utapika chakula kijaiva, lazima uvumilie. Na kitu kama kiko ndani yako, utavumilia tu. Ukiona unaachana nacho mapema, hicho sio cha kwako. Kwa sababu hizo passion inakusumbua. Yaani utaacha. Lakini baadaye unasema, ngoja niendelee. Ngoja niendelee. Mpaka itafika sehemu utasimama. Kwa hiyo ukubali hizo nyakati zote. Usiende tu kwa sababu nimekwama mara moja, utaki kujaribu, unakimbia, unaacha. Ukisoma, nataka tukazie hapo kwenye kusudi. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 4 pale. 4, 5, 6 na 7. Wakorintho wa kwanza 10 Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka 7. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule.
Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Niseme tu, kila mtu amepewa kitu chake, karama yako, kusudi lako ambalo Mungu amekupa, ndoa yako ambayo Mungu amekupa. Lakini katika yote lazima uwe na mafunuo, unatembeaje. Kwa umekijua kitu chako, umekitafuta, umeomba, then mwambie Mungu, naendaje, naanzaje. Kulijua kusudi lazima uingie gharama. Sio uombe tu siku mitatu, lazima uingie gharama. Mungu athibitishe ndio hichi, ili ukiondoka unaenda kwa uhakika. Nimeshasikia vitu fulani fulani. Ndani yetu tuna vitu vingi, unasikia unatamani hiki, unatamani hiki, lakini kile kinachokusumbua sana, kaa omba, Mungu nataka nijue ni hiki, na kama ni hiki basi nionyeshe namna ya kuenenda. Kwa ukishalijua kusudi, ukajua unaendaje, kama hujaoa utajua unataka mke wa namna gani. Na Mungu kama nilivyosema sio dhalimu. Ukiomba mkate atakupa mkate. Mungu, mimi ni daktari, ninaomba mke atakayeweza kuendana. Hata ukipigiwa simu saa 8 unaondoka na anuni, unaenda kutibu watu. Manake ukiolewa na mke ambaye haelewi mambo ya daktari, wewe saizi unatoka unaanza ugomvi, unaenda kazini kule una stress za kutosha, mwisho wa siku hata kazi uifanye vizuri. Ukiwa mchungaji kama mtumishi wangu hapa, upate mke atakayeendana na call yako. Siona pastor hapa. Kwa lazima hapo kuna vitu vya, unajua kuna mambo ya rohoni mnaweza msielewane na mtu mkabishana mpaka asubuhi. Lakini kama mnaelewana, mnaongea lugha moja, ni rahisi. Yes. Kama ushuhuda, kwa sababu kama mwalimu anavyofundisha, mimi nilijua from the beginning kwamba ni mhubiri wa Injili, kwa sababu Mungu aliniita na akaniambia wazi wazi. Kwa hiyo nilipokuwa nikiomba mke na kutoa sadaka na kufanya hivyo, kati ya vitu ambavyo nilikuwa namuomba Mungu na nilikuwa ninavipima ni uwezo wa yeye kukubali kazi yangu, wito wangu, na nilikuwa tayari kushare baadaye nitakuwa nani. Sasa hivi niko hapa, lakini ninachokiona baadaye kiko hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ilikuwa inanisaidia kufanya intellectual discernment, angalau kwamba huyu na kesho yangu ninayoiona anapatana nayo, anakubaliana nayo. Wakati huo naomba na Mungu, lakini pia na yeye na cross check na cross examine kwamba ninajua kesho yangu ikoje, ataimudu, ataihimili. Kwa hiyo hicho unachokisema ni kweli, kinasaidia sana. Amen. Umesikia sasa vijana? Mnaomba? Au sisi tumepata ushuhuda wa pastor kabisa hapa, na amesema kwa lazima kwanza ujue. Unaona yeye alishajua, kwa hiyo akatafuta mke. Sasa kama wewe hujui, huyo mke utamtafutaje? Lazima ujue kusudi lako. Lazima ujue. Kuna story moja nisikia, mume ni rubani, mke akawa ni mke ambaye anapenda saa zote waonekane pamoja. Unajua rubani huwezi kumkuta na zura huko, yaani mara zote yuko angani, akija usiku. Sasa yule mke hatutoki wote, kila siku watu wanaona peke yangu, yaani anaona shida kukaa, kwa sababu na yule kuambatana naye. Kwa inawezekana yule iliposikia kesi akasema huyu si Mungu awarehemu na kuwafadhili, lakini inawezekana sio wa kwake. Kwa sababu anakasirika, ile kazi ile inamuuzi. Kwa lazima tuombe. Inawezekana huko kwenye ndoa na hujajua kusudi bado, kwa sababu hiyo nayo inawezekana. Mwambie Mungu, nini kusudi langu? Mwambie Mungu, nini kusudi la ndoa hii? Kwa sababu kila ndoa imebeba kusudi pia. Hujaja tu kuvaa vitenge sare mpige picha. Kuna kitu cha kimungu kinatakiwa kufanyika. Kwa lazima kujua. Na lazima tukubali kuingia gharama vijana. Kuomba, kufunga. Lazima tukubali kumsikia Mungu. Na katika kuomba, labda kwa kumalizia niseme, lazima ukubali kumsikiliza Mungu. Tumekuwa na desturi ya kuomba sana, lakini hatumpi Mungu nafasi ya kusema. Tutaomba, tutakanyaga, tutapiga, lakini pata ukimya, msikilize Mungu kwenye kile unachoomba. Mungu anasemaje? Tena kiwezekana tulia
chukua na kitu chako pembeni, andika. Mimi nimejifunza hicho kitu na kinanisaidia kweli. Ninamsikia Mungu. Hatuwezi kumwacha sisi tuongee tu. Mungu atajibu saa ngapi? Lakini ukiomba, alafu tulia. Weka kama kitabu chako pembeni pale. Alafu sikiliza. Tulia tu. Kuna kitu kitapita tu. Kama umeomba kweli katika roho, kuna kitu kitapita. Utamsikia Mungu, utaandika. Anaweza asikujibu exactly, lakini akakupata mstari. Ukashangaa tu mstari fulani unapita. Ukikomaa hapo ndio jibu lako.